Safari ya maisha ya mwanadamu huanza na ndoto, lakini ndoto hiyo hutiwa uhai na fursa. Mara nyingi tunatafuta mabadiliko tukiwa tuna mitazamo tofauti, tukisahau kuwa utajiri unaweza kuchipua kwenye ardhi iliyo chini ya miguu yetu na viumbe vilivyomo ndani ya mabanda yetu. Kupitia mradi wa CKU unaotekelezwa na shirika la Rikoda kwa kutumia mfumo ugani wa Ripati, Bi Mayasa Hassan Amer aligundua kuwa ukombozi wa kiuchumi hauhitaji miujiza, bali unahitaji maarifa sahihi na moyo wa kuthubutu. Hii ni hadithi ya mwanamke aliyekataa kukata tamaa mbele ya vipingamizi, akageuza changamoto kuwa daraja la mafanikio. Kwa jina naitwa Mayasa Hassan Amer na mume wangu anaitwa Ali Mbaraka, na watoto wangu na watoto 4, wa kike 2, wa kiume 2, na naishi Nengungu. Nimejiunga mradi wa Rikoda kikundi cha Emblis kilichoanzishwa mwaka 2024. Katika kapu la fursa lililotolewa na mradi wa CKU, Bi Mayasa hakukurupuka. Alipokea mafunzo ya kina juu ya kilimo hifadhi na ufugaji wa kisasa. Hata hivyo, moyo wake ulinaswa na sekta ya ufugaji wa kuku walioboreshwa. Aliona ndani ya kuku hawa fursa ya haraka na yenye tija ya mabadiliko katika mfumo wake wa maisha. Kwenye kikundi tulipewa elimu ya ufugaji na kilimo. Mimi nilipendezewa na elimu ya ufugaji wa kuku chotara, ndipo nikaamua kuchukua hatua nikafuga za kwangu. Awamu ya kwanza nilichukua vifaranga 100, havikufa hata kimoja. Awamu ya pili nimechukua vifaranga 200, havikunisumbua. Awamu ya tatu nikachukua 250, vimeenda vizuri. Jaribu la imani, changamoto na uvumilivu. Kila safari ya mafanikio ina miba yake. Bi Mayasa Hassan Amer anasimulia kuwa kifo cha vifaranga vyake kilikuwa mtihani mzito uliotishia kuzima ndoto yake. Vifaranga walikuwa wakifa na maumivu yalikuwa makubwa, lakini badala ya kuweka vifaa chini na kukata tamaa, alitumia changamoto hiyo kama shule. Alitafuta elimu zaidi, akajifunza mbinu bora za kinga na matibabu. Hatimaye akashinda dhidi ya vikwazo vya vifo vya vifaranga vyake. Vilikufa vifaranga 7 kutokana na changamoto tu ya labda inatokeaga tu, ila msikate tamaa. Na awamu ya 5 mpaka sasa hivi imechukua vifaranga 200 na vinaendelea vizuri. Matunda ya jasho, maendeleo na tabasamu. Leo hii sauti ya Bi Mayasa Hassan Amer imejawa na matumaini. Mradi wa kuku walioboreshwa umekuwa muhimili wa uchumi wake. Ameweza kukidhi mahitaji muhimu, kuendesha maisha yake ya kila siku bila kutegemea mkono wa mtu, kuongeza kipato, kujenga msingi imara wa kifedha unaompa heshima na uhuru ndani ya jamii. Kupitia mradi huu wa kuku, kipato changu kimeongezeka. Nimefungua duka la mahitaji madogo madogo na mashine ya kutotolesha vifaranga. Nimewekeza kwenye vikoba na kumsaidia baba ada za watoto za shule. Hitimisho, ujumbe kwa jamii. Hadithi ya Bi Mayasa Hassan Amer ni kielelezo kuwa uwezeshaji unaofanywa na wadau mbalimbali wa maendeleo kama vile shirika la Rikoda unapotua kwenye mikono ya mtu mwenye nia, matokeo yake ni mageuzi chanya na makubwa katika maisha ya yeyote mwenye nia ya dhati ya kubadilika. Huu ni uthibitisho kuwa elimu ni silaha na uvumilivu ni ufunguo wa utajiri. Simulizi hii imeandaliwa na kurekodiwa katika studio za Drone Media, na mimi ni msimulizi wako Jacob Morris. Hadi wakati mwingine, asanteni.